Episodi ya kwanza iligonga pale mwana alipotoka ndani huko akitatia maswali mengi kinoma noma. Sasa tuendelee na episodi ya pili. Mzimu wa Tashi tayari upo mtaani na ushaanza kuleta balaa. Watoto wanapotea hovyo huku jamii wasijue sababu ni nini. Mzimu unakusanya kila aina mtoto huku Neila akiwa ndio kiongozi wao. Nieleweke kidogo hapa. Mwili ni wa Neila ila nafsi na umuongoza ni ya Tashi. Sasa ili tusipagawe zaidi na hii story, huyu Neila tumuite Tashi. Hivyo kuanzia sasa ataitwa Tashi. Tumeelewana basi tuendelee. Vikao vya hapa na pale vinaendelea huku swala kubwa ni kupotea kwa watoto. Upande wa pili mamake Tashi leo kayakanyaga. Kwani baba Tashi anamtaka mwanae bila kufahamu kuwa huyo mwanae anamtaka sasa si Neila tena bali anaongozwa na mzimu wa Tashi. Bado mtaani kwa moto, kila mwenye mtoto tumbo joto anajuta kwa nini alizaa. Huku mama Tashi akizidi kuchanganyikiwa na asijue kitu gani cha kufanya kwa sababu baba Tashi ndo anamtaka mtoto. Katikati ya mawazo hayo, chuma hiki hapa. Kodi Brand Cinema ndo channel itakokuletea recap hii mwanzo hadi mwisho. Cha kufanya subscribe, leza upendo, twende mbele. Sasa si unakumbuka nilikwambia kwamba hii movie ili uielewe inakubidi utulize akili. Sasa mabibi na mabwana, ule wakati wa kutuliza akili ndo huu hapa. Kwani mwandishi anatuonyesha jinsi mzimu ulivyoletwa, yani jinsi Tashi alivyofunguliwa kutoka katika miaka ile 400. Kumbuka tukio hili ambalo tunataka kuliona sasa hivi ni kabla ya mzimu kumvamia Neila. Tumeelewana Tuondoke hivi. Huyu mama anaitwa Mama Chamno. Yeye ni miongoni mwa waganga wanaopatikana katika huu mji. Inasemekana kwa miaka hiyo uganga ulianza kupungua nguvu. Hivyo kila mganga alikuwa anatafuta mbinu za kujiongezea uganga wake. Sasa Mama Chamno yeye alichokifanya alienda kwenye nyumba ya mwalimu wake ambaye yeye ndo kamfundisha uganga. Lakini kwa bahati ambayo sio nzuri kwa mwalimu na bahati nzuri kwake Mama Chamno hakumkuta mwalimu wake ila akamkuta mtoto mwalimu. Hivyo akachekecha akili hapa na pale na kufanikiwa kuiba baadhi ya vitabu. Story inaendelea kutuonyesha baada ya wizi Mama Chamno alirudi kilingeni kwake na kuanza kukagua vitabu. Ndipo alipoona kitabu kinatumzungumzia Tashi, kuanzia nguvu, kufungwa kwake na kufunguliwa pia. Sasa hapa ndipo lengo lake lilipotimia, lakini hapa ndipo balaa zito lilipoanzia. Akaanza manyanga yake kumrudisha Tashi ili amiliki na aweze kupata nguvu. Kwa hilo alifanikiwa, lakini katika tukio la ajabu Tashi akagoma kumilikiwa. Ndipo alipomtoroka Mama Chamno na kwenda kumvaa Neila. Tumeelewana Sasa turudi kwenye story yetu. Miongoni mwa watoto walipotea katika mazingira ya kutatanisha, una huyu mtoto anaitwa Fatuma. Sasa anaonekana kwenye mazingira haya akiwa anacheza peke yake. Mama yake anafika eneo hilo na kuanza kumchukua kwa nguvu huku akimpiga. Sasa hili ndo kosa ambalo amefanya kwa sababu mzimu wa Tashi hautaki kila kiumbe ambacho amemchukua kiteswe. Si tumeelewana? Si unakumbuka Kani na Mgumiro kama kaida yao. Wamembabanisha msichana mwingine, wanaanza kumpiga swaga. Yaani ukishindwa wewe unampisha mwenzako hapo hapo. Noma kweli kweli. Ila kumbuka kwamba nikwambia hawa sio binadamu wa kawaida. Achana uchizi wao, vunga. Tuendelee na story. Mama Fatuma kafika na mwanae. Kama kawaida mama wa Kibongo haina kuuliza ulikuwepo wapi, unafanya nini, ni kipondo. Sasa leo mama wa Kibongo kayatimba huko kwa mzimu wa Tashi. Kwa sababu alipotaka kumchapa, ghafla Fatuma anabadilika na kuwa mdoli. Katika hali ya kushangaza bado anabunga macho, anabadilika tena na kuwa Tashi. Chuma kimefika. Balaa linaendelea mtaani. Tashi na jambo lake, hivyo kila mwenye shughuli afunge. Hii ni episodi ya pili. Mimi naitwa Kodi Brand, mchele kubani kasupu ya nazi. Usisahau kusubscribe, tukutane episodi ya 3. Bye.